Mwanadamu katika maisha yake ana viungo vitatu vya ndani. Kuna kiungo kinachoitwa akili, kuna kiungo moyo, kuna kiungo nafsi. Hii nafsi ndiye anayezitumia hizi vingine. Nafsi ndiyo inayotamani, na matamanio haya hupelekwa kwa moyo. Moyo ndiye yenye uwezo, ndiye mfalme wa kutoa amri, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mulgha idha saluhat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu. Kijinyama kimoja tu kikitengezeka, ndiyo inawezekana mwili wote ukawa mzuri, na kinyama hiki na moyo ukiwa mbaya, basi wewe huna kheri kwa mwili mzima. Lakini moyo nayo humtumia akili, akili ikaweza kufanya kazi yake ya kuweza kutoa mbinu. Sasa akili ni mkono ambao ndio wenye kufanya kazi. Sasa hili lilotamaniwa na moyo likaamrishwa mwili ulitumikie, mimi nitafikisha vipi lengo hili? Allahu tabarak wa taala viungo hivi vitatu alivipa vitu vitatu muhimu. Akili, hakuna kitu chenye kusaidia akili ikalekea vizuri, wama ya'qiluha illa alalimun. Akatupa elimu ndiyo chombo cha kusaidiana na akili. Jitahidi mwanangu, mwanafunzi ulio hapo, hakuna kitu duniani kitasaidia akili yako ibaki kuwa mzuri zaidi au kuitengeneza akili yako ila kujitahidi kusoma. Kila ukiipata elimu, akili yako inazidi kuwa razini. Lakini hakuna kitu ambacho kitaweza kusaidia akili isitumiwe vibaya na moyo isipokuwa imani. Allah tabarak wa taala sema, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kiasi utakavyokuwa na imani nzito, ndio akili yako haikulekezi pabaya, na kiasi unavyokuwa na upungufu wa imani, ndio akili yako itakulekeza uweze kuwa hodari kufanya mabaya. Na hakuna chombo chenye kudhibiti nafsi isitumie akili vibaya, isitumie moyo vibaya, moyo usiweze kupokea matamanio mabaya kwa nafsi, isipokuwa takwa. Ndio Allah tabarak wa taala alivyofundisha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ikawa ni dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Nafsi ipambanishe na uchamungu, moyo upambanishe na imani, akili ipambanishe na elimu, uko salama duniani. Viungo hivi vitatu vikikosa kulishwa vyakula hivi vitatu, ni hatari tupu inayokukabili, kwa sababu kinyume cha kuwa utamweka Allah kwenye heshima yake, wewe utakuwa wakati wote ni katika wale Allah aliyosema, fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya almawa. Utakuwa ni mwenye kupelekwa na akili kwenye maovu, akili ambayo itatumiwa na kuamrishwa na moyo kufanya maovu, kuathirika na dunia ambayo ndiyo matamanio ya nafsi. Na hapo ndipo Allah asema kwamba moyo wako utakapofika hivyo, utakuwa makazi yako ni motoni.